Habari ya leo ndugu zangu wana kikundi cha Friends of Angelo Madundo. Majina yangu mimi naitwa Masanja Patrick, ni diwani wa kata ya Mitundu, halmashauri ya Itigi, mkoa wa Singida. Ni mmoja wa wasilishaji wa mada ya leo, mada inayohusu muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Pamoja na mimi tutakuwa pia na Dr. Wilgis Ndunguru, mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambacho kipo Kigamboni. Lakini pia tutakuwa na Mwalimu Amanise Ngonepo. Lakini katika dokezo hili la mada pia mgeni rasmi wetu atakuwa ni ndugu Emiliana Mbawara, mjumbe wa Baraza Kuu la Wazazi la CCM Taifa. Tutakuwa na wenye viti wawili katika mjadala huu ambao ni Mheshimiwa Margaret Ngongi, diwani wa kata ya Rusonga, halmashauri ya Mbinga, pamoja na mwenyekiti mwenza ambaye anaitwa Jackson Mapunda ambaye ni mwenyekiti wa mtaa katika halmashauri ya Mbinga. Mimi nakwenda kuwasilisha kipande cha muungano wa Tanganyika na Zanzibar, masuala yahusuyo muungano na yasiyohusu muungano. Ndugu zangu, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni muungano tukufu uliofanyika baina ya nchi mbili, yani Tanganyika na Zanzibar, mnamo tarehe 26 mwezi wa 4 1964. Na waliohusika katika kuunganisha hizi mbili ni waasisi wetu ambao ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa upande wa Tanganyika, lakini pia Sheikh Abed Amani Karume kwa upande wa Zanzibar. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulifanyika baada ya nchi zote hizi mbili kuwa zimekuwa huru, ambapo nchi hizi zilikutana na kufanya majadiliano chini ya viongozi wao ambao nimewataja, na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 4 1964 waliridhiana na kuweka sahihi kwa ajili ya kuunganisha nchi hizi mbili ili kupata nchi moja ambayo leo inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetaja mambo 22 ambayo yanahusisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mambo haya ni ya muungano kwa maana yanatambulika kama mambo ambayo yanafanyika pande zote mbili, kwa maana ya upande wa Tanganyika lakini na upande wa Zanzibar. Jambo la kwanza ni katiba ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the Constitution of Tanzania and the Government of the United Republic. Lakini jambo la pili la muungano ni mambo ya nchi za nje, foreign affairs. Jambo la tatu linalohusisha muungano ni swala la ulinzi na usalama, yani defense and security. Lakini jambo la nne linalohusisha muungano ni polisi. Lakini jambo la tano ni mamlaka ya juu ya mambo yanayohusika na hali ya hatari, emergency power. Lakini jambo la sita ni swala la uraia, citizenship. Jambo la saba la muungano ni swala la uhamiaji, immigration. Jambo la 8 la muungano ni swala la mikopo na biashara ya nchi za nje, external trade and borrowing. Lakini jambo la 9 la muungano ni utumishi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the public service of the United Republic of Tanzania. Jambo la 10 linalohusisha muungano ni kodi ya mapato inayolipwa na watu binafsi pamoja na mashirika, ushuru wa forodha na ushuru wa bidhaa zinazotengenezwa nchini Tanzania na ushuru unaosimamiwa na idara ya forodha. Kitaalamu tunaita income taxes, corporation taxes, customs and excise duties. Lakini pia jambo la 11 la muungano ni bandari pamoja na mambo yanayohusika na usafiri wa anga, posta na simu, yani harbors, civil aviation, posts and telegraphs. Lakini jambo la 12 la muungano ni mambo yote yanayohusika na sarafu na fedha kwa ajili ya malipo yote halali pamoja na noti, mabenki pamoja na mabenki ya kuweka akiba na shughuli zote za mabenki, fedha za kigeni na usimamizi juu ya mambo yanayohusika na fedha za kigeni. Lakini jambo la 13 la muungano ni leseni za viwanda na takwimu, industrial license and statistics. Lakini jambo la 14 la muungano ni elimu ya juu, yani higher education. Jambo la 15 la muungano ni maliasili ya mafuta pamoja na mafuta yasiyochujwa ya motokana, mafuta ya aina ya petroli na aina nyingine za mafuta au bidhaa pamoja na gesi asilia, yani kitaalamu tunaita mineral oil resources including crude oils and natural gases. Jambo la 16 la muungano ni Baraza la Taifa la Mitihani la Tanzania na mambo yote yanayohusika na baraza hilo.
the National Examination Council of Tanzania and all matters connected with functions of the council. Lakini jambo la 17 ni usafiri na usafirishaji wa anga, yani civil aviation. Jambo la 18 ni uchunguzi au utafiti, research. Jambo la 19 ni masuala ya hali ya hewa, meteorology. Jambo la 20 la muungano ni takwimu, yani statistics. Jambo la 21 linalohusisha muungano ni mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the Court of Appeal of the United Republic of Tanzania. Na jambo la mwisho la 22 linalohusisha muungano ni uandikishaji wa vyama vya siasa na mambo mengine yanayohusiana na hayo, legislation of political parties and other matters related to political parties. Kwa upande mwingine pia yapo mambo ambayo si ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, yani mambo ambayo hayahusiani na muungano huu wa Tanganyika na Zanzibar. Mambo hayo ni kama yafuatayo, nitataja machache. Jambo la kwanza ni jambo la madini. Madini hayahusiani na muungano wa Tanganyika na Zanzibar, lakini pia lipo jambo la ardhi ambalo pia nalo halihusiani na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo halihusiani na muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni serikali za mitaa, yani local governments. Kipengele kingine ni umuhimu na faida za muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tumeona kwamba kuna faida nyingi na umuhimu katika muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar kama ifuatavyo. Moja, kuongeza ushirikiano baina ya pande zote mbili. Nchi hizi zimekuwa na ushirikiano mkubwa, yani nchi ya Tanganyika au Tanzania bara pamoja na Zanzibar au Tanzania visiwani. Kumekuwepo na ushirikiano mkubwa sana baina ya pande zote mbili. Lakini faida nyingine ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kwamba tumeona yamejengeka mahusiano makubwa miongoni mwa wananchi wa pande zote mbili, kwa maana mahusiano ya ukaribu, undugu, na tumeona kwamba wananchi wamekuwa na uhuru wa hali ya juu katika kufanya mambo yao kwa pande zote mbili. Lakini umuhimu au faida nyingine ya muungano ni wa Tanganyika na Zanzibar ni kwamba umekuwa ni muungano wa mfano duniani, hasa katika masuala ya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kisera. Ni muungano ambao umeimarisha amani na umekuwa ni muungano wa mfano katika dunia yetu hii. Lakini faida nyingine au umuhimu wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar umechochea maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta za ushirikiano kama vile bahari ya Hindi na sekta zingine kama vile utalii, biashara pamoja na sekta za kiuchumi. Lakini pia faida nyingine ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar umeimarisha ulinzi na usalama wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ushirikiano. Mfano ni katika mapambano ya vita ya Uganda na Tanzania huko mkoani Kagera mwaka 1979. Lakini faida au umuhimu mwingine wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kwamba muungano umepunguza urasimu katika swala la uraia, ambapo sasa wananchi wa pande zote mbili wamekuwa huru kufanya shughuli zao katika pande zote. Kwa maana wananchi wa kutokea Tanzania visiwani Zanzibar wamekuwa huru kufanya shughuli zao Tanzania bara. Hali kadhalika pia wananchi wa Tanzania bara au wananchi wanaotokea Tanzania bara wamekuwa pia huru kufanya shughuli zao kwa upande wa Zanzibar.